kosa linakuwa na madhara yake, lakini tutazungumza juu ya kosa kubwa ambalo watu wengi wanalifanya, kosa kubwa ambalo watu wengi wamekuwa wakilifanya, wengine kwa muda mrefu, wengine ndo wameanza kulifanya hilo kosa kubwa. Na kosa hilo naliita ni kubwa kwa sababu ndilo linasababisha mambo mengi ya watu wengi yaharibike, ndilo linasababisha vitu vingi vya watu vishindwe kufanikiwa, ndivyo vinasababisha watu wengi hata kama wanatamani kuwa na viwango vikubwa, lakini hilo kosa kubwa linawafanya wasifike kwenye hivyo viwango. Mungu atuhurumie sana. Amen. Kwa hiyo napozungumzia kosa kubwa, ni kosa ambalo Wakristo wengi wanalifanya, watu wengi wanalifanya, na linasababisha vitu vingi kuharibika. Yaani hilo kosa ambalo tutaliangalia siku ya leo linapelekea huduma zinaferi, linapelekea uchumi unaferi, linapelekea maendeleo katika jamii yanayohusiana na maisha yetu yanaferi kwa sababu ya hilo kosa. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Na kabla sijalisema kosa lenyewe, twende tukasome kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 31 mpaka wa 34. Hapo tutaliona kosa lenyewe. Amen. Kwa hivyo kuna kosa kubwa linalofanywa na Wakristo wengi na linasababisha mkwamo mkubwa wa kuyaendea mafanikio ya kiroho na ya kimwili. Lakini Mungu atupe neema kupitia somo hili tuondokane na kosa hilo, ili tuweze kuwa na mafanikio katika maisha yetu. Amen. Inawezekana mara nyingi unajiuliza, nakosea wapi? Mbona napambana mambo hayaendi? Mbona napambana sana, natumia nguvu nyingi? Mbona nina imani pengine? Mbona nafanya kwa bidii lakini sioni matokeo? Nataka nikwambie kuna kosa mahali. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 31 mpaka 34 inasema, msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku maovu yake. Haleluya. Bwana Yesu anatuambia leo, na hapa alikuwa anaongea na wanafunzi wake, watu waliomwamini, watu waliokuwa wakimfuata. Anawaambia msisumbukie kwamba mtakula nini, mtakunywa nini, mtavaa nini. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua ya kwamba hayo mambo mnayahitaji, hayo mambo ni muhimu kwenu, hayo mambo ni lazima kwenu, najua mnayahitaji. Yesu anasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Yaani kabla hatujafikiria tunakula nini, hatujafikiria tunavaa nini, hatujafikiria tunaishije, kwanza tutafute ufalme wa nani? Wa Mungu. Sasa ngoja nikwambie kosa lenyewe. Haleluya. Kosa lenyewe ambalo linapelekea mambo mengi kuharibika ni kumfanya Mungu kuwa chaguo la pili na ziada katika yale unayoyathamini. Narudia tena, kosa lenyewe ambalo watu wengi wanalifanya na linapelekea maisha yao kuharibika, kosa kubwa ambalo wewe unalifanya na linapelekea mambo yako mengi hayaendi, ni kumfanya Mungu kuwa chaguo la pili na ziada katika yale unayoyathamini. Yako mambo unayathamini, yako mambo unayajali, yako mambo unayawaza usiku na mchana, mambo yako binafsi, mambo ya familia yako, mambo ya kazi yako, mambo ya jamaa na ndugu na marafiki zako.
unayapa kipaumbele, kosa linakuja hapa. Mungu unamfanya kuwa chaguo la pili na ziada katika yale unayoyathamini. Jamani, haleluya, haleluya. Sasa hili ndio kosa ambalo tutaliangalia, lakini pia tutaangalia na madhara yake ya kosa hili. Lakini kwa kifupi uelewe kwamba kuna mahali unatamani kufika, kuna mahali tunatamani kwenda, lakini kinachotukwamisha, tunakwenda na mambo mengine tuliyoyapa kipaumbele na tunamwacha Mungu nyuma. Hiyo inapelekea chochote utakachopanga kifeli, chochote utakachokusudia kufanya kitafia njiani, kwa sababu unakwenda peke yako na vipaumbele ulivyojiwekea mwenyewe na umemwacha Mungu nyuma. Nataka nikwambie kupitia ujumbe huu, kuanzia leo uchukue hatua ya kutembea na Mungu katika kila jambo. Mungu awe wa kwanza kwenye maisha yako. Mfanye Mungu awe mbele, awe kipaumbele chako. Akiwa kipaumbele chako, atakupa na wewe kipaumbele. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe kumfanya Mungu kuwa chaguo la pili na ziada katika yale unayoyathamini ina maana gani? Andika tu pale chini, hii ina maana gani? Nakupa maana kadhaa, au nitaifanua katika hatua kama 4 au